Je, umewahi kupita chini ya mti wa mhoba bila kuutazama mara ya pili? Je, ungeamini kwamba mti huu unaopatikana katika maeneo mengi ya Afrika Mashariki umevutia wakulima, watafiti wa mimea, watunzaji wa mazingira na wataalamu wa tiba za jadi kwa miaka mingi? Wengine wanaujua kwa kivuli chake kizuri, wengine wanaujua kwa mbao zake, na wengine wanadai kuwa sehemu zake mbalimbali zimekuwa zikitumika katika tiba za asili kwa vizazi vingi. Lakini swali kubwa ni hili: ni nini hasa kinachoufanya mhoba kuwa mti wa kipekee? Leo tutachunguza kwa kina historia yake, sifa zake, matumizi yake mbalimbali, nafasi yake katika tiba za jadi, umuhimu wake wa kiikolojia na mambo muhimu unayopaswa kuyajua kabla ya kutumia sehemu yoyote ya mti huu. Karibu sana. Hii ni Afya Yako Mtaji Wako. Mhoba ni nini? Mhoba unaojulikana kisayansi kama Senna siamea ni mti unaokua haraka na unaoweza kufikia urefu mkubwa. Mti huu una majani ya kijani kibichi yanayopangwa kwa jozi nyingi ndogo ndogo na hutoa maua ya manjano yanayovutia sana. Asili yake inahusishwa na maeneo ya kusini mashariki mwa Asia, lakini kwa sasa umesambaa katika sehemu nyingi za Afrika kutokana na uwezo wake mkubwa wa kustahimili mazingira mbalimbali. Kwa sababu ya uimara wake, mhoba hupandwa katika mashamba, kando ya barabara, kwenye taasisi mbalimbali na hata katika makazi ya watu kama mti wa kivuli. Kwa nini mhoba unapendwa sana? Jibu ni kwamba kwanza kabisa mhoba hukua kwa kasi. Wakulima wengi hupenda miti inayoweza kutoa manufaa kwa muda mfupi, na mhoba ni miongoni mwa miti inayokidhi hitaji hilo. Pili, huvumilia ukame kwa kiwango kizuri. Katika maeneo yenye changamoto ya mvua, mhoba unaweza kuendelea kuishi na kutoa kivuli pamoja na manufaa mengine. Tatu, maua yake ya manjano huongeza uzuri wa mazingira. Msimu wa maua unapofika, mti huu hubadilika na kuwa kivutio kikubwa kwa macho. Umuhimu wake katika mazingira. Miti ina mchango mkubwa katika maisha ya binadamu, na mhoba si tofauti. Husaidia kupunguza joto kwa kutoa kivuli, huchangia kuboresha ubora wa hewa kwa kufyonza carbon dioxide na kutoa oxygen. Mizizi yake husaidia kushikilia udongo na hivyo kupunguza mmomonyoko wa ardhi. Vile vile hutoa makazi kwa ndege na viumbe wengine wadogo wanaosaidia mfumo wa ikolojia. Kwa hiyo hata kama usingeutumia sehemu yoyote ya mti huu kwa madhumuni mengine, mchango wake katika mazingira pekee ni mkubwa sana. Sasa ni majani ya mhoba. Miongoni mwa sehemu zinazovutia zaidi za mhoba ni majani yake. Katika baadhi ya jamii, majani haya yamekuwa yakitumika katika mila na desturi mbalimbali za tiba za jadi. Aidha, katika baadhi ya maeneo duniani, majani ya mhoba hutumika kama mboga baada ya maandalizi maalum ya kitamaduni. Hata hivyo, ni muhimu kuelewa kuwa matumizi ya chakula au tiba yanatofautiana kutoka jamii moja hadi nyingine. Kabla ya kutumia mmea wowote kama chakula au dawa, ni muhimu kupata ushauri wa wataalamu wenye sifa stahiki. Magome ya mhoba. Magome ya mti wa mhoba yamekuwa sehemu nyingine inayotajwa sana katika tiba za jadi. Kwa vizazi vingi, baadhi ya waganga wa jadi wamekuwa wakitumia magome ya miti mbalimbali ikiwemo mhoba katika maandalizi ya tiba za asili. Hata hivyo, ni muhimu kutambua kwamba matumizi ya jadi
hayamaanishi moja kwa moja kuwa tiba hizo zimethibitishwa kisayansi kwa kila matumizi yanayodaiwa. Sayansi inahitaji tafiti za kina ili kuthibitisha usalama, dozi sahihi na ufanisi wa matumizi yoyote ya kiafya. Mizizi ya mhoba pia imekuwa ikitajwa katika simulizi mbalimbali za tiba za jadi. Kwa kawaida, mizizi ya miti mingi huwa na kemikali asilia zinazosaidia mmea kujilinda dhidi ya wadudu na mazingira. Hali hii ndiyo inayowafanya watafiti kuendelea kuchunguza mimea mbalimbali ili kuelewa kemikali zake na matumizi yake yanayowezekana. Lakini kama ilivyo kwa sehemu nyingine za mmea, matumizi ya mizizi yanapaswa kufanywa kwa tahadhari kubwa na kwa kuzingatia ushauri wa kitaalamu. Sasa ni mbao za mhoba. Mbali na masuala ya tiba za jadi, mhoba una thamani kubwa sana katika sekta ya mbao. Mbao zake zinajulikana kwa uimara na uwezo wa kutumika katika kazi mbalimbali za useremala. Katika baadhi ya maeneo hutumika kutengeneza samani, milango, madirisha na matumizi mengine ya ujenzi. Hii inaufanya mhoba kuwa ni miongoni mwa miti yenye manufaa ya kiuchumi kwa wakulima na jamii. Na sasa ni faida ya kuni na nishati. Faida nyingine kubwa ya mhoba ni matumizi yake kama kuni. Mti huu hutoa kuni zinazoweza kutumika kwa shughuli za nyumbani na maeneo mengine yanayohitaji nishati ya moto. Kwa sababu hukua haraka, unaweza kuwa chaguo la kupunguza shinikizo la kukata miti ya asili inayokuwa polepole. Sasa ni swali, je, sayansi inasema nini? Katika miaka ya karibuni, watafiti wameendelea kuvutiwa na mimea mbalimbali inayotumika katika tiba za jadi ikiwemo mhoba. Lengo la tafiti hizi si kuthibitisha imani za jadi moja kwa moja, bali kuchunguza kemikali zilizopo ndani ya mimea na kuona kama zinaweza kuwa na matumizi ya kitabibu. Ni muhimu kuelewa kwamba uwepo wa kemikali fulani ndani ya mmea haumaanishi moja kwa moja kuwa mmea huo ni dawa iliyothibitishwa. Ndiyo maana tafiti za kisayansi huchukua muda mrefu kabla ya kutoa hitimisho rasmi. Tahadhari muhimu: ikiwa unafikiria kutumia sehemu yoyote ya mhoba kwa matumizi ya afya, usitumie kama mbadala wa matibabu ya hospitali. Usitumie kwa watoto, wajawazito au watu wenye magonjwa sugu bila ushauri wa kitaalamu. Epuka kutumia kiasi kisichojulikana au maandalizi ambayo usalama wake haujathibitishwa. Kumbuka, asili si sawa na salama kila wakati. Mimea mingi ina kemikali zenye nguvu ambazo zinaweza kuwa na madhara endapo zitatumiwa vibaya. Hitimisho: mhoba ni zaidi ya mti wa kawaida unaotoa kivuli. Ni mti wenye historia ndefu, mchango mkubwa katika mazingira, matumizi ya kiuchumi kupitia mbao na kuni, pamoja na nafasi muhimu katika maarifa ya tiba za jadi yanayorithishwa kwa vizazi. Ingawa bado kuna mambo mengi yanayoendelea kuchunguzwa kisayansi kuhusu mimea hii, jambo lisilopingika ni kwamba mhoba ni miongoni mwa miti yenye thamani kubwa katika jamii nyingi. Je, katika eneo unaloishi mhoba unatumika kwa matumizi gani? Andika maoni yako hapo chini. Kama umejifunza jambo jipya leo, usisahau kulike video hii, kusubscribe kwenye channel na kushiriki video hii ili elimu hii wafikie watu wengi zaidi. Mimi ni Ramadhani Mtungwe, na kumbuka, afya yako mtaji wako.